Leo siwezi kuacha uende. Ayana mugambo, ayana komando, ayana charambo, mapenzi yanaumizaga. Yani mapenzi ni viji mambo, mapenzi ni ayo gando, mapenzi ni vita naumiza. Ukiliona naliwa kisa mapenzi, basi niacheni, basi niacheni, mana mapenzi yanaumiza. Basi niacheni, basi niacheni, basi niacheni. Hapana mke wangu, leo siwezi kukuacha uende. Kwa nini kila siku mimi nimeukosea nini mke wangu? Unataka uondoke, ategemea mimi hapa mtabaki na nani? Naomba ubaki mke wangu, nakupenda sana. Naomba niache kabla sijaribu sura yako. Tena usiniharibia siku niamka vizuri kabisa. Kazi yako wewe si nikubadili mapozi ndani. Kazi yako si niwe na remote na wewe. Naomba uniache. Nimeshachoka na shida zako. Nimechoka na maisha yako. Sikutaki wewe, sitaki kila kitu kwako. Hebu niache ni move on basi. Mwanaume gani usiyejielewa? Mwanaume ambaye hujui future yako. Mwanaume hujui kesho itakuwaje. Ili mradi umekula, ili mradi mimi ndo nikutunze. Mimi ni mwanamke afu nahitaji niwe pambo la ndani. Hebu niache. Mwambieni na mimi nayatamani mapenzi ya kudekezana kama ya Sadia na Lioma. Ona mwami. Mambo ya kupigwa. Mwambieni roho yangu ile nyuma, ayana mugambo, ayana komando, ayana charambo, mapenzi yanaumizaga. Mnajua kama kupigana hadharani ni kosa la jinai? Nikiwauliza haswa kinachowasababisha nyinyi mje mpigane hapa ni kitu gani? Hivi wewe dada, una akili timamu? Unajielewa kweli? Wewe hata kama utakuwa na nguvu gani, hata kama ndo nandonga mtu kazi, ndo mje mpigania hapa hadharani? We dada, leo huyu unayemdharau, unayemuona wa nini? Unayemuona wa kazi gani? Unamdhalilisha mbele ya umma kama hivi na kumdharau na kumpiga mangumi. Kuna siku utakuja kumkumbuka. Watu wanasema hivi Waswahili, ukikiona cha nini wenzio wanasema watakipata lini. Halo! Na bado. Na kwa taarifa yako, hawa wote unaowaona, si unaona wamekaa pembeni, wote wanakusikiliza wewe na kukuangalia hivyo unavyonengeneka na kumdhalilisha mumeo. Ukitoa tu mguu wenzio wanaingia. Mwambie huyo. Baada tu tena tunamsubiri kwa hamu. Alafu mimi nasema na wewe umekaa unanitumbulia mimacho, umekaa hapo mrefu kama mwaka wa njaa, haujulikani juu wala chini. Sina sema na wewe. Mama samani tena. Huyo mpangaji wako unayemwona wewe ni mwanaume sahihi kwangu. Mimi kwangu sio mwanaume sahihi. Halafu mama, kwani wewe mwenyewe ujionee? Hata kama mama hujui kusoma, hata kuangalia uwezi. Mama, kodi ya nyumba mimi ndo nalipa. Bili ya maji, umeme. Mwanaume kazi yake mama ni kubadili mapozi ndani. Ni yeye na remote na yeye. Kwa mwanaume gani asienda kwa dobe katakata? Mimi najidhalilisha au yeye ndo ajidhalilisha? Mimi nimetoka ndani kwa amani, ananifuata ananingangania kitu gani? Anakuwa na kinganga kwa sababu gani? Baba unaacha achika. Kwani mimi mama yako mpaka ninganganie? Bado hiyo sio pointi. Wanasema Waswahili kila mla cha mwenzie na chake uliwa. Ndio. Ulitoka kwenu wakati anakuoa huyu kijana, amekuleta hapa kwangu. Na waona hivi kwa macho yangu, ulikuwa huna A wala Z. Umepauka kama umegulia machungani. Leo ndo unataka ujishaue. Mbona vya kwake ulikuwa unakula?
Leo wewe kuna shida gani kumstiri mumeo na kutokumdhalilisha? Ni shida gani wewe kulipa kodi ya nyumba? Ni shida gani wewe kumhudumia si mumeo? Si ulikula vya kwake? Leo kuna shida gani na yeye akala vya kwako? Maisha upanda na kushuka, na watu wa ndoa, wanandoa wanasaidiana, ndo kawaida ya maisha ya ndoa. Acha ushamba wewe. Kumbe mama jibu unalo. Nilikuja kwake kwa sababu alikuwa na kitu. Hana naondoka. Kwa sababu sijui unasema gundu, sijui nini vinahusu nini. Kwani wewe na mume? Mwambie tena anikome. Tena aniache kabisa niondoke. Msiniharibie siku. Sina muda mimi wa kubishana na wewe. Wewe kinyago cha mpapure. Kikaragosi kama wewe nipoteze muda wangu eti tuanze kuchambana mimi na wewe. Na kuona tu yani kama vile nzi ametua kwenye pembe la ng'ombe. Alafu na wewe mwanaume mtu mzima hapo ulipo. Na midevu yako unakaa unashusha michozi mpaka kwenye ndevu. Unakaa unapigwa tu kipumbavu tu na unakubali. Hivi unajielewa kweli? Hapana mama. Kama yeye fula yake kunipiga, wewe muache tu anipige. Alafu mimi kwangu sioni kama amenipiga, ama tu kama amenipapasa. Mke wangu naomba tu amalize basi. Aibu naona mimi. Sasa wewe, aya mimi nitamaliza. Acha nini? Kado, kwa nini unapenda kunidhalilisha? Inanumiza moyo. Inanumiza. Hatima ya ndoa yetu. Kado, ni mara ngapi nimesha kueleza kuhusu huyu mkeo? Na kama unakumbuka nilikuuliza kwamba huyu ni mke sahihi kwa upande wako, ukanipa nahau na methali nyingi sana za kuthibitisha kwamba huyu ni bora kwako. Anakupiga hadharani, anakusimanga, na wewe ulivyokuwa ni mpumbavu unakaa unalia, mwanaume shababi kama unalilia mapenzi. Hayo unayofanya ni kujiaibisha. Na sio tu kujiaibisha wewe, unaniaibisha mimi pamoja na familia yetu kiujumla. Tunaonekana sisi ni wanaume ambao wapumbavu, hatuna misimamo, yani hatujielewi. Kwa nini unafanya hivi Kado? Yaani wewe changamoto yako kubwa ni unalazimisha upendo. Na madhara kulazimisha upendo ni sawa sawa na kuchukua kokoto kuzipanda katika shamba ukitegemea utavuna mahindi, kitu ambacho sio kweli. Kaka, lakini mimi mke wangu mbona namuona kama yuko sawa tu. Alafu wewe asikuumize kichwa. Nitamaliza tu mwenyewe kakaangu. Shut up. Utamaliza vipi sasa? Kama ndani imeshindwa kuyamaliza, mpaka mnakuja mnagombana hadharani, watu wanashangilia. Afu na sasa mtamaliza kwa staili gani? Nisikilize Kado. Siku zote kumlilia mtu asiyekupenda kwa dhati na asiyeitambua thamani yako ni sawasawa na kumwagilia maua ambayo tayari yameshachomwa na jua. Kamwe hayataweza kuchanua. Ila usijali, bustani bado zipo nyingi sana ambazo zinakusubiri na zinahitaji kumwagiwa.
Kaka, unamaanisha nini? Utanielewa very soon. Kilichobaki hapa nahitaji nizungumze na mkeo sasa. Kuhusiana na hilo wala usijali. Mimi nitaongea naye. Haya kwangu ni mambo madogo tu. Kado, mambo madogo kivipi? Nyinyi hamtaweza tena kukaa pamoja na kupata suluhu ya matatizo yenu. Yani mapenzi ni viji mambo, mapenzi ni ayo gano, mapenzi ni vita na umizi. Ukiliona nalewa kisa mapenzi, basi niache, basi niache. Mimi niwateni hapa ili kutatua changamoto zinazowakabili katika ndoa yenu. Shemeji. Halafu shemeji, sifa zako nimezisikia. Kwamba wewe ni mtu ambaye huna adabu kwa mumeo, unamsimanga, unampiga, yani huna adabu kabisa. Nyumba yenu imekuwa kama vile jehanamu. Sasa wewe uliona wapi mwanamke akampiga mume wake? Mbona dunia iko spidi kama hivi? Kwa hiyo sasa mimi nihesabu nyinyi mpo katika ndoa au mpo katika ulingo wa mapambano? Vizuri sana Shem, kama umeyasikia hayo mambo. Huyu mdogo wako nitampiga mpaka eleweke. Tena nitampiga aswa, kikubwa anachotaji ni talaka. Dhaifu yangu ushayajua, ndo maana unanionea hapo nyuma. Nje na hivyo utakuja kumkuta siku moja nimemuua. Ikiwezekana mwili wako utauokota majalalani. Anajikuta ni mwanaume ambaye haelewi, bichwa kubwa kama sufuria ya msibani, lakini hana kila kitu kichwani humo. Wewe simekwambia sikutaki wewe. Simekwambia sikupendi, sikuhitaji kwenye maisha yangu, niache. Kama uweze kushughulikia hilo swala wewe mwenyewe, mwambie kaka wako kusaidie mimi, mnipe talaka niondoke. Kado, mdogo wangu unafeli wapi? Mwanamke anatamka mwenyewe kwamba anahitaji umpe talaka, alafu wewe bado tu umeendelea kungangania, Nisikilize, mimi sihitaji litokee kama lolisema hapa kwamba atakuua. Naomba mpe talaka yake. Hatima ya ndoa yetu. Kaka, mimi nilijua umetuita hapa kwa lengo la kuja kusuluhisha. Sasa tena na wewe unanishangaza kukuta unamuunga mkono. Kado, mimi wala sipo upande wake na simuungi mkono kabisa kwa hayo anayofanya. Ila mimi niko upande wako na kwa faida yako wewe mwenyewe binafsi. Huyu mwanamke hafai. Huyu mwanamke atakuja kuue bure. Mimi fuata ushauri wangu ambao nimekupatia, utakusaidia. Mpe talaka, achana naye. Utapata mwingine. Hapana. Kaka, wewe ni mkubwa. Jaribu kutafuta namna ya kunifanya mimi furaha yangu iweze kurejea. Huyu ndo mwanamke pekee ambaye mimi nampenda. Tena koma kama hivyo, koma kwenye chicha lako. Wewe tulia kwanza. Tena mnisikize nyinyi wawili. Mnisikize kwa umakini. Wewe, kama niliweza kuacha chicha la mama yangu na nitaiacha dunia, wewe nani mwanaume ambaye una shida zako mjini unatamba nazo? Hivi kati ya wanaume wakiitwa na unaweza katoka? Kazi kuangalia movie, remote na wewe na remote. Mwanaume ni kutafutia chakula, mwanaume ni kulipia kodi, mwanaume ni kusaidia bili ya maji, kila kitu. Hivi wanaume wako uko wapi wewe? Basi basket kieleweke. Wewe, kwani wewe mwanamke una matatizo gani? Kwani unajitambua katika kichwa chako wewe? Yaani unamdharau mume wako, unamwambia kwamba avae sketi au avae suruali, au maneno gani na kuzungumza? Hivi nikuloge milogo mingapi wewe kusudi unielewe? Unataka nikuloge siku moja uwezezeta? Uwezamua mwewe? Au unataka nichukue kabisa uhai wako? Mbona king'ang'a? Kwa nini unaning'ang'ania? Unajua ni kazi laki kuifanya milioni ila sio kazi milioni kuifanya laki. Sasa kama hautonipa talaka yangu, utajua ni kwa nini meno yanatoa mdomoni hali ya kuwa hamna shamba. Hiyo inaitwa mwaga maji nipasue beseni. Hapo nyuma ulinipenda nikakupenda mie, yani tulipendana, leo umeamua kunitenda mie na muachia. Mungu nipe uvumilivu katika hili.
Yaani naona kabisa katika nyumba yangu kuna ibilisi ameshaingia. Yaani wewe unamdhalilisha mume wako mbele yangu. Umefika mbali zaidi, unazungumza mpaka mambo ya wazazi. Nisikilize wewe. Yaani zungumza yote, lakini usije ukahusisha wazazi wetu. Hapa hawapo, tuko sisi. Hivi mbona kama una akili? Kado, nisikilize. Hapa naweza nikafanya kitu ambacho dunia nzima itanishangaa na itaniona mimi sifai. Tena shemeji, sivuke mipaka. Na hiyo miwani yako hivyo kaka mgailataka wewe. Unesi na kuogopa? Na mwogopa nani kwenye ukoo wenu? Ukoo wenyewe wa kimaskini ule. Ukoo umejarana. Yaani lane na wachimba kwanza unyayo mpaka utosi. Mna nini nyie? Wewe mwenyewe usikute ukakaa hivyo, unavaa visuti, maisha safi safi ya ndani, umekipata labda kidada huko kinadanga kinakusaidia maisha. Mimi so level hizo. Mimi siwezi kulelea mdogo wako, nimechoka na nimetosha. Mniache. Tena shemu tuheshimiane. Wazazi kitu gani? Nyie ndio watoto mnaozaliwa bila bismillah. Nitujaribu twende mimba mnazaliwa. Hatima ya ndoa yetu. Hatima. Kwaga na uwezo, ningemwomba Rais Mama Samia afungwe mahakama mapenzi, nimechoka kuumizwa, ila ndo sina vigezo, namuomba